Okay. I just want to say this. Nataka niseme hivi. Nimekuja kufanya mambo mawili in this one statement. Jambo la kwanza nimekuletea habari njema. Jambo la pili nimekuja kutabiria mtu. Amen. Kutoka kwa huu mstari ambao nitausoma. Bwana asifiwe. Amen. Kutoka sura ya 14 mstari wa 14. Kutoka sura ya 14 mstari wa 14. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwa Kizungu nasema the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri, kutoka nchi ya utumwa, waliweza kwenda jangwani. Na pale jangwani wakawa wanazunguka, na kama vile Mungu alivyo mwaminifu, yeye anajua mwisho hata kabla ya mwanzo. Akajua Farao na jeshi lake wataona wamechanganyikiwa na watawafuata. Na ni kweli wakawafuata. Na walipowafuata wana wa Israeli kuangalia nyuma, wa Misri waliokuwa wamewateka ni hawa: Farao mwenyewe na jeshi lake na magari za kuvutwa na farasi. Wana wa Israeli mbele yao ni bahari. Wakiangalia hawawezi kuenda kwa bahari. Wakiangalia nyuma na wa Misri. Wacha nikuambie, kuna wakati waweza kuta umejikuta katika changamoto, a victim of circumstance. Umejikuta katika hali hiyo, lakini nimekuja na habari njema usiku wa leo ya kwamba Bwana ataenda kukupigania na kile utakachofanya ni kunyamaza. You hold your peace. Amen. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wako katika hiyo fix. Walipomlilia Mungu, Mungu akamwambia Musa awaambie waendelee mbele. Waendelee wapi mbele? Mbele ni bahari. You know God is, yani mimi napenda Mungu kwa sababu wakati vita vinakuwa vikali, hata ama maadui wanapoinuka, yeye anacheka. It's like anasema bring it on. Mungu, Biblia inasema ni mtu wa vita. Na usiogope vita. Usiogope changamoto. Changamoto ni chakula cha muumini. Bwana asifiwe. So wako katika hiyo hali. Wanaangalia wa Misri ni hawa. Na wako na magari. Na Farao mwenyewe yuko pamoja na wanajeshi wake. Hapo mbele ni bahari. Musa akaambiwa na Mungu, waambie wasonge mbele, kwa maana hao wa Misri mnaowaona hamutawaona tena. Nimekuja na habari njema jioni ya leo. Kuna hali ambayo imekuwa inakuandama, na kutokana na ibada ya jioni ya leo, ukiamini neno la Mungu, kuna mambo kuanzia siku ya leo yatakuwa ni historia. Bwana asifiwe. Wakasonga mbele, na Musa alikuwa na fimbo. Akaambiwa na Mungu ainue fimbo yake. Alipoinua fimbo, yale maji, Biblia inasema, yakasimama kushoto na kulia kama ukuta. Waisraeli wakatembea kwa maji kama nchi kavu. Wacha nikuambie, Mungu anaweza kukutengezea njia, na adui naye anaona ni kama ametengezewa njia. Hajui ni mtego amewekewa. Kwa maana statement ya Mungu ni kwamba hao wa Misri mnawaona, hamutawaona tena milele, forever. God deals with the issue dealing with them. Bwana asifiwe. Because he is sovereign. So walipoingia wa Misri wakafuata. Lakini jambo iliyofanyika, mimi napenda Mungu sana. God has systems in place. He makes his angels wind. So yule malaika ambaye alikuwa anaongoza wana wa Israeli, hiyo ndio kizaza. Biblia inasema akarudi nyuma ya Waisraeli. So the same day, kwa wa Misri ni usiku, kwa Waisraeli ni mchana.
Mimi ninaona mtu anaenda kupiganiwa na Mungu. Amen. Mahali ambapo ulikuwa unaona ni kama umefika mwisho, kumbe ndio kuna pambazuka. Bwana asifiwe. Hivyo Waisraeli wana Biblia, na ukienda kusoma chapter na maandiko hapo usiku naona kuna mwangaza hizi. Mtu wa Mungu anaenda kumpiga kiasi ya kwamba wao wanakuandama. Na Mungu sasa anasema wafiwe, wataangamia, kwa maana hii vita wakaingia wakaenda. Musa alivyonyorosha Misri wakafuata. Biblia sasa yule malaika alikuwa anaongoza akawa kutoka Noi. Biblia nasema akashuka ule uwanja. Akashuka, Biblia nasema za yale magari moja baada ya magari akawa anaenda nayo. Wakarealize ameanza watu wake. So wakaanza kukimbia. And because that he brought confusion to them. I declare God is going to confusion enemy. Hiyo ndio ya Mungu kutetea. Wakaanza. So katika hiyo hali ya vimbo yako. So all the army of the Egyptians pamoja na Farao wao wakafa. Asubuhi wanaangalia, wanaelea. Na ukiendelea kusoma utaona Miriam alilia. Nilikuwa nasemaje? Kuna mambo ambayo unaweza kuwa umeyapitia. It does not matter for how long. Haijalishi imegharimu nini. Lakini usiku wa leo Mungu anafanya malaika miale ya moto, anafanya malaika kama upepo, na hao Biblia inasema ni watumishi kwa ajili yetu. Kusoma Exodus kusoma Hebrews chapter 1 verse 7 and 14. Angels are ministering spirits to us. So tonight I want to declare angels inapotatiza, wacha Bwana akatumie mbinu zake kama alivyotetea wana wa Israeli. Bwana atakupigania. What you will do, you will just need to hold your peace. Amen. Unaona wa Filipi 4 mstari wa 6 na wa 7 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu, naye atawapatia amani. Hauna haja ya kukosa amani. You just need to tell God. Bwana asifiwe. Usisumbuke. So habari njema ni hii ya kwamba Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Hallelujah. Una haja kutetana maadui zako. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya, kwa maana yeye ni mtu wa vita, anajua jinsi ya kupigana. Alijua ya kwamba Waisraeli hawawezani na Wamisri. Tayari wako na uoga, hawana silaha, wametumikishwa muda mrefu. Kwa hivyo Wamisri wangewarudisha tu kwa urahisi. Lakini Bwana aliwawekea mtego. Ninaona maadui zako wakienda kuwekewa mtego. Usiogope, endelea mbele. Continue doing what you are supposed to do, and God will stand for you. Let us pray. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, unastahili. Angalia huyu mama ako na changamoto ambazo zimemchukua muda mrefu. Amekuwa anashangaa atafanya nini, lakini Bwana umetuletea habari njema ya kutia moyo ya kwamba Bwana utatupigania. Naomba Bwana ukampiganie. Kuna yule amefinyiliwa na ugonjwa, Bwana ukaingilie kati. Kuna wale wameingiliwa na hali ya umasikini, hali hawajui fedha zao zinaenda wapi. Bwana ukawapiganie. Kuna wale ambao watu maadui wamewainukia. Bwana pigana kwa niaba yao. Bwana, ili amani yako inayopita fahamu za wanadamu ikahifadhi moyo wa kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.